Sasa kati ya hizi njia mbili, njia ya makanisa mengi wako swali lolote. Ngoja nikupe hiki kisa kidogo. Kuna mama mmoja alikuwa ni mjane, mjane, amefiwa na mume wake. Lakini mume wake alikufa akamwachia kitoto kidogo cha miezi kama 2 hivi. Na alikuwa na watoto wengine 3. Sasa yule mtoto wa kwanza alikuwa yeye ni mkubwa walau, yuko kama darasa la 3. Akamuuliza mama yake, "Mama, hivi watoto watu tunatokea wapi?" Mama akasema, "Tunatokea tumboni." Akasema, "Tunapatikanaje?" Mama akasema, "Ukiona mtu tumbo limevimba ujue ana mtoto." Mtoto akaongeza swali la 3. "Kwa hiyo tukitaka kumtoa huwa anatokaje tumboni?" Mama akashindwa kusema ukweli, akamwambia, "Huwa tunachana tumbo tunatoa mtoto." Mtoto akasema, "Aha, kwa hiyo na sisi tuna watoto tumboni?" Mama akasema, "Ndio, mna watoto, toka hapa kachezeni." Kakaenda na shauku ya kupata mtoto. Kakamwita mdogo wake, kakamwambia, "Unajua nini? Tuna watoto tumboni. Sikiliza, lala chali ni kuchane tumbo nitoe." Yule mtoto akamvulisha nguo mtoto mwenzake, akachana tumbo. Hakuona mtoto zaidi ya utumbo uliomwagika nje. Na yule mama kasikia kelele za nguvu, mtoto analia. Mama anakimbia kwenda kuangalia, anakuta kale katoto kakubwa kamesha kimbia kujificha, haka kadogo utumbo unamwagika kwa nje. Ndipo yule mama kachukua gari lake kwenda kumpeleka mtoto aliyechanwa tumbo hospitali. Anapotoa gari pale alipolipaki, akasikia kitu kinalia kama mpira. Hakujali, akasonga mbele. Anafika njiani, mtoto akafa. Ndipo akakumbuka kumbe wakati anasikia kilio alikuwa anakaosha kale katoto ka miezi 2, amekaacha kwenye beseni. Anarudi kukaangalia kamesha kunywa maji, kamekufa. Akasema, "Wacha nimtafute huyu mkubwa wao yuko wapi." Anamtafuta, kumbe huyu mkubwa alipochana tumbo la mwenzake akajificha chini ya gari. Ndio ule mlio uliosikika, aligongwa na akafa pale pale. Mama kapoteza watoto 3 kwa majibu ya kijinga. Siku hizi tunazaa watoto wenye akili timamu. Wewe jifanye tu kuwa naibu, mtoto anakuuliza sasa, "Acha mambo ya kikubwa." Mambo ya kikubwa. Ndio maana wanasaikolojia wanashauri hata wale mlio kwenye ndoa, una mtoto wa mwezi 1, miezi 2, usivue nguo mbele yake. Ukadhani hakaoni chochote. Hata wengine wanapotaka hata kukwea yeye Tanzania, wanakwea tu na katoto kako macho, wanasema hakajui kama tunaenda Uingereza, hakaelewi chochote. Kumbe kanajua mmeshafika Paris, mnaelekea Marekani, mwambie jirani yako Marekani. Sasa katika kipindi hicho mtoto anapokuwa katika umri huo, ndio muda wa kumrithisha maadili mema. Mfundishe kabisa kwamba mtu mzima anasalimiwa hivi, mtoto asalimiwa hivi. Mfundishe lugha nzuri. Mtoto anapokuwa katika umri huo, mwambie hii lugha hapana ni ya kihuni, hii lugha ni ya watu wazima, hii lugha iko hivi. Mfundishe nidhamu kwa watu. Miaka ya zamani watoto walipokuwa kiona wageni wamekuja, tulikuwa na uwezo wa kuambiwa kaa pembeni wageni wale. Lakini leo mtoto kimpeleka pembeni, wakianza kula kanaanza kuchungulia zee. Halafu kitaka ukafukuza anasema, "Mama, hautaki nipewe soda?" "Haya bwana." Anasema, "Hamna, sijakuzuia." Wafundishe nidhamu. Lakini pia wafundishe kujiamini, wafundishe ibada na imani, wafundishe stadi za kazi. Jitahidi sasa mnapokuwa katika hiyo, jitahidini kuishi pamoja. Wale wa ndoa za wifi, nimeona wengine komenti zenu, nitazungumza nanyi kabisa. Lakini pia usimpe mtoto wako mtu yeyote, hata usigero. Nitazungumza nanyi juma hili. Lakini pia ishi kwa amani bila magomvi katika kipindi cha malezi. Msifokeane mbele ya mtoto, mnamtengeneza kwa shetani wa kesho. Bwana awabariki. Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Tumaini lenye baraka. Njombe Net Event 2026. Hakika watu wameelewa vizuri namna ya kumlea mtoto. Naam, na tunamshukuru sana Mchungaji Thomas Bihene. Isiwe tu furaha yako kusikia haya, lakini iwe shauku yako kusikia, kutafakari na kufanya maamuzi ya kubadilika katika siku hizi 21. Hakikisha umechukua hatua. Na sasa ni wakati mzuri wa kutazama makala nzuri iliyoandaliwa na Kija Mpunzi, Nyayo za Mpekuzi, na leo atakuwa akizungumza au akiwa anapekua kuhusu kuhitimisha kambi ya afya bure ambayo ilidhaminiwa na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista Sabato ATAPE. Na Remaeli ni kuambia kwamba siku ya jana
kambi hii ilihitimishwa rasmi hapa katika kituo hiki cha Njombe mjini, na watu wengi walipatiwa huduma kama ambavyo tulikuwa tukiwapa taarifa wasikilizaji na watazamaji. Lakini kilichonitia moyo zaidi ni kwamba yupo mzee mmoja ambaye alikuja hapa akiwa hasikii kabisa. Usikivu wake haukuwepo kabisa. Lakini aliondoka akiwa anasikia vizuri, na Kija Mpunzi atafanya utafiti na kumfuatilia mzee huyo na kutuletea makala hiyo siku nyingine. Na hilo ndilo tumaini lenye baraka kwake Yesu Kristo pekee. Karibu kuungana naye Kija Mpunzi. Ni kutoka Kigoma mpaka kanda ya Ziwa, bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani, na utulivu wetu unaokuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii. Haya ndio maisha yetu. Mara saa zingine walevi wanapita, mlevi anapita pale anasema, "Bemwe mleta hoke. Mnafanya nini hapo? Nani nyinyi ni sawa tu na sisi. Twendeni tukanywe pombe." Yaani zihaka ni za kila aina tu. Usitazame unapiga picha watu wanaangamia. Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kuwajulisha habari njema za kanisa langu. Kwenye pesa jengeni ufalme wa Mungu. Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi. Nimezaminiwa na chama cha wajasiriamali na wanataaluma, yani ATAPE, ili niandike makala inayohusu kambi ya afya, na ni katika ardhi ya kijani ya Njombe, mahali ambapo ukungu wa milima hukumbatia asubuhi kwa upole wa mama anayebembeleza mwanae. Kuzaliwa tumaini jipya, tumaini lililovaa koti jeupe la udaktari, tumaini lililobeba dawa mkononi na upendo moyoni. Hii ilikuwa kambi ya afya, mahali ambapo maumivu yalikutana na uponyaji. Mrejesho tunaoupata ni kwamba kambi hili sasa badala ya kwenda wiki moja linapaswa kwenda wiki 3. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa ATAPE, Moses James, zaidi ya madaktari 40 kutoka kada mbalimbali za afya walikusanyika kwa lengo moja tu: kuyafuta machozi ya wagonjwa na kurejesha tabasamu kwa wakazi wa Njombe. Nafikiria huko mbele tunakokwenda, huko Mwanza, tutakuwa na mtazamo mpya. Usione vyaelea, tambua kuwa vimeundwa. Na hapa usishangae kusikia zaidi ya shilingi milioni 70 zimetumika kugharamia matibabu na tiba kwa wananchi. Kambi ile tulikadiria kutumia shilingi milioni 40. Lakini mpaka tunavyozungumza sijapata takwimu sahihi, zimefika nafikiri milioni 70. Miongoni mwa mashujaa wa kimya kimya alikuwa ni Tabibu Mgaya, mtaalamu wa viungo vya mwili. Kwa mikono yake iliyobeba maarifa na huruma, alihudumia wagonjwa wenye changamoto za pingili zilizopishana na maumivu ya muda mrefu. Na kitengo hiki zaidi kimejikita kwa wale wenye changamoto ya pingili za mgongo zilizopishana, lakini pia kwa wale wote wenye changamoto ya mzunguko wa damu, miguu kuwaka moto, lakini pia wale wenye changamoto ya ganzi mbalimbali katika miili yao. Na kwa Diana Bange, huyu ni mkazi wa Njombe ambaye si Mwadventista, kambi hii ilikuwa zaidi ya huduma ya afya, na hapa anaeleza. Hata hivyo mimi nasema kwa mtu yule ambaye amekosa, yani inabidi asikitike, kwa sababu wote tulikuwa hatujui. Ni watu wengi sana ambao ni wagonjwa wenye matatizo kama mimi. Katika eneo la huduma ya macho, Dr. Esther Mbwambo anasema zaidi ya wagonjwa 1500 walihudumiwa hadi miwani kaisha kabisa, lakini kilichowagusa zaidi ni kilio walichokisikia mara kwa mara kutoka kwa wananchi. Wanaweza kusema kwamba sasa hivi nitasoma Biblia na furahi, wanatoka na shuhuda nyingi. Lakini katikati ya umati huo alikuwepo mzee mmoja ambaye simulizi yake ni kama taa inayowaka gizani, na huyu si mwingine bali ni Dr. Lenga. Kwa miaka mingi tangu miongo iliyopita, mikono yake imekuwa daraja la uponyaji kwa wengi. Safari hii aliacha hata kituo chake cha afya kule Dodoma na kuja Njombe kuwahudumia wananchi. Nimeendelea kuwa na mibaraka mikubwa sana, na ndio maana nimeamua sasa kwamba kila mwaka lazima nijitolee tu kwa ajili ya kufanya kazi hizi. Na kwa upande wa huduma za mionzi, Dr. Eva Nathaniel akiwawakilisha wauguzi kutoka hospitali ya mkoa wa Njombe anasema watu zaidi ya 400 walifanyiwa vipimo, wengi wao
wakiwa wanawake waliogundulika kuwa na changamoto za uvimbe katika kizazi. Kwa kweli kwa serikali ninajua kwamba ina jukumu la kubeba majukumu haya, lakini taasisi za kidini zinapotokea zinasaidia kubeba ule mzigo. Na kwa hili kwamba wagonjwa wengi wakienda hospitali labda mwingine wanashindwa gharama kwa ajili ya kuendelea na matibabu, au mwingine akishasikia gharama ziko hivi anaogopa kusogea. Kwa hiyo ni wito wangu kwa taasisi zingine za dini kuona hii ni jambo la kuiga, kwamba kuna watu wengi wana matatizo kama nilivyotangulia kusema. Tumeskani watu kama 800. Kwa hiyo unaona watu 800 wamekuja baada ya kuona huduma hizi ni huduma zinatolewa bure na zinafanywa matibabu, lakini pia akishapata kugundulika anaendelea kwenye sehemu nyingine za serikali, kwa sababu serikali pia na huduma za kijamii, kwa mfano watu wa social. Kwa hiyo watawaelekeza hata kama wanahitaji msaada, lakini wametokea kwenye eneo ambalo huduma zimeanza za primary center. Na mwisho haya yote, mwenyekiti wa halmashauri alisimama mbele ya umati na kutoa ujumbe mzito wenye uzito wa dhahabu. Kwa wenzetu hawa wa Sabato wanapofanya hizi shughuli bila kubagua madhehebu wala dini, ndio kudumisha amani ya Tanzania. Amina. Katika Biblia, hadithi ya simulizi ya Yesu inaandikwa ya kwamba aliponya na alifanya zaidi ya miujiza 48. Hili limedhihirishwa na Atape kutokea hapa Njombe, na hii ni Hope Channel Tanzania, na nikiripoti kutoka katika eneo hili la kambi ya afya inapohitimishwa. Mimi ni Kija Mpunzi. Zuri ambayo inaangazia namna ambavyo chama cha Atape kinavyofanya kazi ya kutoa huduma za afya, ikiwa ni mkono wa kuume wa kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele kupitia huduma za afya. Kati ya watu ambao wanaonekana kuwa dhaifu, wanaonekana kudharaulika na pengine kutokupewa nafasi ni watoto ambao wakati fulani wanaishi katika mazingira magumu, wakiwa hawana mtu wa kumwambia, hawana sehemu ya kulia. Lakini siku ya leo mchungaji Jonas Singo anakuja kwa ajili yao, akiwaita kwa ajili ya maombi, kuwapa mibaraka, na pia wazazi wanalo jukumu kwa ajili ya watoto hawa ambao kila siku wanalia. Hakikisha unamwalika mtoto wako awe pamoja nawe hapo, ili kwamba mchungaji Jonas Singo atakaposimama katika kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni aweze kupokea baraka nyingi katika kipindi hiki. Yawezekana mtoto wako anapitia changamoto shuleni, yawezekana afya yake sio nzuri. Hakikisha katika kipindi hiki unamsogeza mikononi mwa Bwana. Ni dakika chache tu za Turejee Madhabahuni. Andika maombi yako kwa Bwana naye atasikia. Andika ujumbe kupitia nambari 0718424848. Kwa hakika mchungaji Jonas Singo atakuombea na kujibu jumbe ambazo umetuma kwa ajili ya maombi. Barikiwa na Mungu awe pamoja nawe katika matangazo haya. Amina. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Baada ya kuwa hapa katika siku yote hii ya Sabato, tunarejea madhabahuni. Mtafurahi kusikia ya kwamba kule Temeke katika viwanja vya Mwembe Yanga, mkutano mkubwa unaendelea pale, na mchungaji na daktari Heri Muhando akiwa pale, na rafiki zetu wale ambao wamezidiwa na uraibu wengi wanabadilishwa kupitia maombi ya Mwembe Yanga na maombi yanayotokea hapa Njombe katika Net Event 2026. Tumaini lenye nini jamani? Lenye baraka. Yesu kwetu ni rafiki, huambiwa haja pia. Tukiomba kwa Baba yake maombi anasikia, lakini twajikosesha, twajitweka vibaya. Bali tukiomba Mungu maombi anasikia. Yesu ni rafiki wetu. Ng'ombe, tupatie beti hili tunapoimba wimbo huu wa maombi. Yesu kwetu ni rafiki.
Tafakari yetu katika madhabahu leo, maombi ya kuomba pamoja, nguvu ya maombi ya pamoja. Yesu akawaambia wanafunzi wake katika Mathayo sura ya 18 na mstari ule wa 18 hadi mstari wa 20. Yesu anawaambia wanafunzi, amin nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. 19 anasema tena, nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kuomba pamoja. Ziko nyakati katika maisha ambapo peke yako huwezi. Ziko nyakati unapobeba mambo, ziko nyakati unapolemewa na mambo ya kiroho, ziko nyakati unapolemewa na mizigo, ziko nyakati usingizi unakukosa. Naam, ziko nyakati katika maisha ambapo hata nguvu ya kuendelea huwezi. Wimbo huu Yesu kwetu ni rafiki anasema, je, hunayo hata nguvu ya kuendelea? Watu wakikudharau, wapendao dunia, yeye Yesu Kristo atakushika mkononi. Naam, maombi atasikia. Katika kuchoka huko, katika kulemewa, katika mizigo inapozidi ya kiroho, hapa ndipo unapohitaji mwenzako katika maombi, unapohitaji mtu wa kukushika mkono wa kuomba pamoja. Na ndipo Yesu akigundua hili akasema, lolote mtakaloomba Baba wa mbinguni atawajibu. Na anamalizia kusema Yesu, wawili ama watatu wakikusanyika, sio kwa ajili ya kupiga umbea, sio kwa ajili ya kubishana mpira, sio kwa ajili ya kuzungumza mambo ya siasa, sio kwa ajili ya kubishana lolote. Anasema watakapokutana kwa jina langu. Ninapenda kusikia hii. Anasema mimi nitakuwa katikati yao. Turejee madhabahuni leo inatukumbusha. Tafakari ya turejee madhabahuni leo inatukumbusha ya kwamba watoto wa Mungu tusisahau kukusanyika pamoja katika sala. Tusisahau kukusanyika pamoja katika uwepo wa Mungu. Tusisahau kukusanyika pamoja katika kuutafuta uso wa Bwana, kwa sababu Yesu anasema wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina langu, mimi nitakuwepo katikati yao. Leo tuko hapa zaidi ya watu 500. Tuko hapa kwenye vituo mbalimbali. Nataka nikuhakikishie, nataka nikuambie rafiki, nataka nikupe uhakika huu, Bwana yuko katikati yetu. Haleluya! Bwana yupo katikati yetu. Bwana yupo pamoja nasi. Kwa ahadi hii, wawili ama watatu, tuko zaidi ya wengi hapa. Uwepo wa Bwana uko pamoja nasi. Nikukumbushe mambo yafuatayo tunaporejea hapa madhabahuni. Tafakari yetu inasema hivi. Sikiliza hivi. Kwa nini maombi ya pamoja yana nguvu? Kuna mambo mawili ama matatu hapa. Maombi ya pamoja yanaalika uwepo wa Mungu. Tunapokusanyika katika maombi, Mungu yupo katikati yetu. Kuna nguvu inaachiliwa. Uwepo wake unajaza. Uwepo wake unafunika uwepo wetu. Jambo la pili, maombi ya pamoja yanaleta umoja wa kiroho. Na ndiyo maana tunasisitiza, tutakuja siku nyingine, maombi ya familia yanaleta umoja wa kiroho. Familia inayoomba pamoja itakaa pamoja. Haiwezekani wanandoa wawili, hii ni ya Pastor Bihene, lakini naichomekea katika muktadha wa turejee madhabahuni. Haiwezekani baba na mama wapige magoti waombe, alafu baadaye kila mmoja mwambie mbwa wewe, nyani wewe, punda wewe. Haiwezekani.
maombi ya pamoja yanawaleta wanandoa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Umoja wa familia. Jambo la 4, maombi ya pamoja yanaleta ukombozi katika vita ya kiroho. Katika kitabu cha Matendo sura ya 12, wakati Petro yuko gerezani, Biblia inasema kanisa likaomba kwa bidii kwa ajili ya Petro. Let me tell you, nataka kuambia hapa siri moja ya kiroho. Ziko nyakati huwezi kuomba. Ziko nyakati umeshindwa kabisa kuomba. Wengine wakikuombea Bwana atajibu. Petro yuko gerezani. Petro ni tofauti na Paulo na Sila. Petro amekamatwa, yuko gerezani. Yeye alikubali, anasema mimi liwalo na liwe, Petro hata kuomba. Biblia haisebi kwamba Petro alikuwa anaomba. Biblia haisebi kwamba Petro alikuwa amefunga. Biblia haisebi Petro alikuwa anaimba. Lakini Biblia inasema Petro akalindwa gerezani na kanisa likaomba kwa bidii kwa ajili ya Petro. Maombi yaliyomfungua Petro gerezani sio ya kwake, ni maombi ya kanisa. Haleluya. Ninaomba ya kwamba maombi yanayotoka hapa yakamfungue mtu fulani. Maombi yanayotoka madhabahuni hapa Njombe kwa vipindi vyote yakakufungue, yakamfungue rafiki mahali, yakamfungue kijana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Leo tunaombea watoto. Leo tunaombea watoto. Watoto njoni. Tunapoimba wimbo huu, Yesu kwetu ni rafiki. Beti la pili, watoto karibuni, karibuni. Leo tunaombea watoto. Leo tunaombea watoto. Karibu watoto. Una dhiki na maonjo, una mashaka pia. Njoni watoto, njoni, msiogope. Haraka. Hata wale waliobebwa waleteni. Mkutano unaposimama, tunapoimba beti la mwisho, simame. Unayo hata nguvu, huwezi kuendelea, ujapodharauliwa, ujaporushwa pia. Watu wakikudharau, wapendao dunia, hukuambata mikononi, dua atasikia. Popote mahali ulipo, jifungamanishe na maombi yanayotolewa hapa. Ninachopenda watoto, wao wenyewe wanajua kujipanga. Haleluya. Munaona watoto wanavyopendeza. Na hapa niko na katoto kadogo hapa kanafurahi. Ngoja nione kama katanikubali. Bwana asifiwe. Haleluya. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Leo tunaombea watoto. Lakini yuko mzazi ambaye amekaa kwenye ndoa miaka mingi, naye hana mtoto. Nina habari njema kwako. Mwaka kesho wakati kama huu utashika mtoto. Kuna watu hawaelewi ninachosema. Mwaka kesho wakati kama huu utashika mtoto mkononi mwako, kwa sababu kuna nguvu katika maombi. Baba yetu na Mungu wetu, tuko na watoto katika madhabahu hii hapa Njombe, na watoto hawa ni wawakilishi wa watoto mamilioni na mamilioni ya watoto walioko katika vituo vyetu.
Baba, tunaomba ya kwamba watoto wetu wafundishwe na Bwana. Bwana, tunakusihi wapiganie watoto. Malezi ya watoto katika kizazi hiki si jambo jepesi. Neema yako iandamane na wazazi. Bwana, bariki wazazi, wapatie vipato. Bwana, waepushe, watoe kwenye lindi la umasikini na madeni, ili waweze kuwahudumia watoto. Wako wa baba wametelekeza watoto, lakini pia wako wa mama wametelekeza watoto. Kwa ombi hili ninaomba wababa walioko mbali warejee kwa watoto wao. Wababa waliokimbia kule movu, watoto hawa ninawaombea wakawe wananchi bora katika nchi ya Tanzania, lakini zaidi sana waandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Baba, ikiwapo familia ambayo haina mtoto na wamekaa muda mrefu na hawana watoto, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya neno lako, kwa mamlaka ya mbinguni, Bwana, ninatangaza mwaka kesho wakati kama huu, yeyote aliyejifungamanisha na maombi haya, Bwana, mwakani wakati kama huu wakashike mtoto, wakakumbatie mtoto, na jina lako litatukuzwa na jina lako litainuliwa. Akiwapo mtoto ambaye hazungumzi, haongei, akiwapo mtoto ambaye hafanyi vizuri darasani, akiwapo mtoto mgonjwa, Bwana, fungua watoto. Ombi la leo ni la kufungua watoto, watoto wakafunguliwe katika jina la Yesu. Neema yako na baraka zako ziandamane na kila mtoto na kila mmoja wetu katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. 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 Watoto semeni amina. Semeni tena amina. Bwana awabariki sana. Usibanduke mahali ulipo. Pasa Baraka anakuja na tumaini lenye baraka. Bwana na akubariki sana. Tunaishi ni kutoka Kigoma, nyakati za siku za mwisho wa dunia. Atukuzwe Mungu atupaye uhai kila siku, kila itwapo leo, jina lake litukuzwe sana. Natumaini ya kwamba umebarikiwa na kipindi hiki cha Turejee Madhabahuni. Nakumbuka matangazo haya yanadhaminiwa na chama cha Waadventista, chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista Sabato Tanzania ATAPE, pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini pia nikukumbusha kwamba kufuatilia matangazo haya moja kwa moja, unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677090742, na matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Naam, kaka Joseph. Naam. Siku hii ya leo nina kisa kizuri cha kukujuza. Alikuwepo kaka mmoja ambaye jina limehifadhiwa. Alikuwa na uwezo mzuri sana wa kukariri. Alikuwa na uwezo wa kukariri namba za simu. Alikuwa na uwezo wa kukariri majina ya watu. Alikuwa na uwezo wa kukariri ratiba za watu mbalimbali, na hivyo ofisi ilimwamini sana. Lakini siku moja alipewa begi la fedha kwa ajili ya kwenda kupeleka benki, na mara tu baada ya kuondoka akapewa masharti yafuatayo. Akaambiwa usipite njia za vichochoro, lakini hakikisha wakati wote begi imefungwa. Lakini pia hakikisha haupiti sehemu yoyote. Wakati anaondoka kwa kujiamini sana, maana amekuwa akikariri vitu sana, wakati akitembea njiani akapigiwa simu. Akapokea simu, akawa anaongea. Lakini baadaye wakati anapita katika njia tofauti tofauti, alifika mahali akawaona rafiki zake wakamuita. Naye bila kujua akasogea, akaketi, akaanza kunywa soda, na baadaye akasahau kwamba yuko na begi. Mara baada ya muda mfupi akashtuka na kuona kwamba begi halipo.
Si kwamba alikuwa anasahau, lakini anasema kwamba alikuwa ni mtu ambaye ana kumbukumbu sana. Ilikuwaje akasahau sijui. Lakini wakati anarudi na kumwelezea bosi wake, bosi akamwambia tatizo si kwamba hukuwahi kusikia maagizo, lakini tatizo ni kwamba uliyaacha yatoke moyoni. Hivi unawezaje kusahau? Hilo ndilo swali la siku ya leo, ambapo mchungaji Baraka Butoke atasimama hapa kujibu swali hilo mara baada ya kwaya hii kuimba wimbo mkuu, na sote tutasimama kwa ajili ya kuimba pamoja. Jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Remaeli Joseph, na Mungu akubariki unapokaa tayari kwa ajili ya kusikiliza somo zuri kutoka kwake mchungaji Baraka Butoke. Amina. Yesu anakuja, mataifa jueni, Kristo atatawala kwa haki na utukufu. Hilo ni tumaini lenye baraka, kuja kwake ni karibu. Mataifa jueni, kuja kwake ni karibu sana. Mataifa jueni, hilo ni tumaini lenye baraka. Panda itasikika, mawingu gari lake tamwona ameketi. Hilo ni tumaini lenye baraka, kuja kwake ni karibu. Mataifa jueni, kuja kwake ni karibu sana. Mataifa jueni, hilo ni tumaini lenye baraka. Sio mbali sana tutawekwa huru, minyororo takatwa, kote kote atapewa heshima na enzi yote. Hilo ni tumaini lenye baraka, kuja kwake ni karibu. Mataifa jueni, kuja kwake ni karibu sana. Mataifa jueni, hilo ni tumaini lenye baraka, kuja kwake ni karibu. Mataifa jueni, kuja kwake ni karibu
zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini, na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Njombe pamoja na wote mnaofuatilia mikutano hii, ninawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Kwa namna ya pekee ninapenda kumshukuru dada Yusta Kivuyo. Huyu dada yuko Marekani. Aliposikia kwamba tunatoa Biblia kwa wabatizwa, jana alituma sadaka yake ili tuongezee Biblia. Mnasemaje jamani? Kule Itingo Itale, South Nyanza Conference, wake za wachungaji wanaendesha mahubiri ya tumaini lenye baraka, na leo watu 67 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao katika kituo kile. Si vibaya nikisema ya kwamba mama yangu mzazi ni moja ya wahutubu katika kituo kile akifanya masomo ya familia. Baba yangu anafanya effort pia kule Bukombe, na leo wamebatiza watu 38. Na Bwana ikimpendeza, wiki ya mwisho, ile weekend ya kufunga, watakuwa pamoja nasi hapa. Njombe sabato iliyopita tulibatiza watu 37 katika effort hizi za tumaini lenye baraka. Leo tunampatia Mungu utukufu sana. Kwanza semeni amina kwa imani. Leo tunamshangilia Bwana. Bwana ametushangaza. Bwana ametutendea maajabu. Bwana ametutendea mambo mema. Leo watu 112 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao hapa Njombe. Hilo ni tumaini lenye baraka. Sasa tuliahidi kwamba tutatoa Biblia. Niwaombe the hymns mje hapa mbele. Hawa the hymns wataimba wimbo ambao kanisa hili la Waadventista wa Sabato lilianza kuutumia mwaka 1995 kwenye session. Na kuanzia session hiyo, kwa sababu tumaini lenye baraka linamulika katika ulimwengu wa Waadventista, hakuna session ya kanisa la Waadventista wa Sabato inayofanyika na kuisha bila wimbo huu kuimbwa. Ulikuwa unaimbwa kwa Kiingereza, lakini tumeutohoa na kutafsiri kwa Kiswahili. Wakati wimbo huu unaimbwa, wale wabatizwa, wale wote mliobatizwa sabato iliyopita, wale ambao wamebatizwa sabato hii, jumla ni 149. Ninajua kuna wengine wako shule, tutawapelekea Biblia zao kule shule. Wale mlioko hapa mliobatizwa sabato iliyopita, kuna mama ananiangalia hapa anasema, pastor, kama nilibatizwa mwaka jana unasemaje? Hayakuhusu. Waliobatizwa sabato iliyopita na waliobatizwa leo, jamani, wimbo unapoimbwa njooni haraka. Wachungaji watakuwa hapa, wachungaji watawakabidhi Biblia. Ukipewa Biblia yako usiondoke, subiri tukupatie ombi la baraka, halafu utarudi kukaa. Karibuni the hymns.
Pastors, watu wameanza kuja. Njoni msimame hapa na Biblia, muwakabidhi watu Biblia. Njoni muwakabidhi watu Biblia. Jehova Mungu wetu unaishi mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa jioni ya leo. Kundi lililosimama mbele yetu ni mashujaa waliokubali kuikataa dunia na tamaa zake, waliokubali kuyasalimisha maisha yao mikononi mwako. Mfalme wa amani, tunakutukuza sana
kwa namna ulivyowaongoza katika hii hatua. Na jioni ya leo tunawaombea Yesu, washikilie, wasimamie. Tunajua shetani hajapenda. Tunajua shetani ataanzisha vita ya imani kwao. Tunajua shetani anatamani kuwaangusha, lakini tunawaombea ushindi kwa jina la Yesu. Tembea pamoja nao, walinde, watunze, wanaofanya kazi, biashara, wanasoma na kadhalika. Yesu, kuwa pamoja nao, ili wanapozidi kufanikiwa waseme ni kwa sababu Yesu anatupigania tuliyemkiri hadharani. Sante Yesu kwa sababu umesikia, utaendelea kuwa nasi katika ibada hii ya jioni hii. Ni katika jina la Yesu tunaomba, amen. Amen. Wale ambao mmebatizwa leo, geukeni mnitazame kidogo, geukeni mnitazame. Geukeni mnitazame. Bwana awabariki sana kwa maamuzi ambayo mmeyafanya, na atembee nanyi katika upya wa maisha. Neno la Mungu linasema mtakapobatizwa munageuka kuwa wanafunzi. Yaani sasa hivi nyie hapo ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Tuko pamoja? Na kazi ya wanafunzi ni kwenda kuiambia dunia Yesu anaokoa, acheni mambo ya dunia, njooni mjiunge kwenye furaha ambayo Mungu ametupatia. Ninasema nini? Sabato ijayo tutakapokuwa tunabatiza watu, wewe nawe uwe umeleta mtu ambaye umemleta kwa Yesu, ili aipate furaha ulionayo, au upate uhuru ulionao leo. Walionielewa waseme amina. Kwa hiyo yani hii wiki marafiki waambie habari za Yesu, waalike kwenye mkutano, walete kwa Yesu. Ule muda wa wito na wewe waambie, na wewe mpe Yesu maisha yako. Umegeuka kuwa mwanafunzi. Bwana akubariki. Tazama namna hii. Mpiga picha wa still yuko tayari. Haya, pepeeni Biblia zenu juu, picha ndio hiyo inapigwa. Pepeeni Biblia zenu juu, picha ndio hiyo inapigwa. Pepea Biblia yako juu, pepea Biblia yako juu, pepea. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni, mnaweza mkarudi kuketi. Kutoka sura ya 20 fungu la 8. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 ufanye kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliyemo ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato. Kwa hivyo Bwana akastarehe siku ya 7, akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapofungua na kulisoma neno lake. Amen. Mgeukie jirani yako, mpe tabasamu. Mwambie jirani, hapa sio mahali pa kununa. Hapa tunafurahia katika Bwana. Alafu muulize, hivi unawezaje kusahau wewe? Unaona ni kama ana majibu kwa swali lako. Chana na watu wasio na majibu. Geukia jirani mwingine, mpe mkono wake, mpe tabasamu huyo jirani mwingine. Mwambie jirani, oh jirani, hivi unawezaje kusahau wewe? Baba, ile saa imefika sasa. Kristo ainuliwe na neno lako lifunuliwe na Roho wako alitafsiri, na muda utakapofika waite watu katika haki yako na neema inayookoa. Ni katika jina la Yesu, amen. Moja ya changamoto nilizo nazo mimi huwa ni msahaulifu. Ni msahaulifu, sio sana, msahaulifu kidogo. Siku moja mtoto wangu alikuwa amepata reaction ya ngozi, moja ya vijana wangu, na mke wangu akaniambia asubuhi, ile sabuni mtoto anayoogea imeisha, kwa hiyo unaporudi jitahidi urudi na sabuni ya mtoto kuogea. Pastor Bihene ameanza kucheka, maana anajua tunakoelekea sio parahisi. Basi nikamwambia, na unajua sisi wachungaji ni watu wenye imani nyingi, nikamwambia mama, usiwe na hofu, sabuni ninaijua, pa kuinunua na pajua. As a matter of fact, ni njia yangu nikiwa natoka kazini. Kaa kwa kutulia, sabuni imepatikana. Mama akasema Bwana akubariki, akaniombea, nikaenda kazini. Mida ya saa 4 mama akanitumia message. Naposema mama ni mke wangu, ngoja nisiseme mama, mke wangu mpendwa, darling,
Mpenzi wa moyo kabisa yule dada jamani. Hata nikimkumbuka tu naanza kuvurugwa hapa sasa hivi jamani. Mumuombee mchungaji sasa. Akaniambia bwana sasa unaendeleaje? Salama. Ulifanikiwa kunywa breakfast? Nikamwambia nilifanikiwa kupata breakfast. Umekunywa nini? Nikamwambia nilichokunywa. Safi sana. Akaniambia lakini usisahau sabuni. Mimi nilidhani ananicheki kwa sababu ananipenda sana, kumbe ana jambo lake. Nikamwambia usijali, sabuni yani kuhusu sabuni wewe pata shaka na mingine yote ya dunia, si sabuni. Saa 8 mchana. Baba umekula? Nimekula. Baba mazuri. Uko wapi? Niko ofisini. Unarudi saa ngapi? Nikamwambia 11, 12 nitakuwa nyumbani. Utakula nini jioni? Unajisikia kula nini? Yaani mimi nasema huyu mama jamani, upendo huu na mahaba haya, abarikiwe, aishi sana na kiti chake Pastor Bihene amtamkie kule mbinguni, maana Pastor Bihene ndo anatutamkia viti kule mbinguni. Alipomaliza maswali yote akasema, baba naamini unaikumbuka ile sabuni. Nilikuwa nimeshasahau, lakini sasa siwezi nikasema nilikuwa nimesahau. Inabidi uonekane uko serious kidogo. Nikamwambia sabuni, mbona ni kama unanitilia mashaka? Wewe nimekwambia sabuni itakuja. Mnajua ratiba za wachungaji huwa hazitabiliki. Ni mchungaji tu ndio anaweza akaamka asubuhi akaenda hospitali akaombea mgonjwa ambaye anakaribia kufa, akiwa njiani anaambiwa mgonjwa amekufa, na hapo anaelekea kufungisha ndoa. Ametoka kwenye huzuni ya mgonjwa kufariki, anafika kwa wanandoa. Hawa wanandoa wanaona dunia yote ni ya kwao, wana furaha, wana shangwe, na wewe wanataka ufurahi, na wewe uko hapo inabidi ufurahi pamoja nao. Ukitoka hapo tayari kuna mwingine amepata ajali, unaambiwa kichwa kimepasuka. Wai umuombee pastor, wai umuombee hali ni tete. Unaenda kumuombea, ukitoka kumuombea unakumbuka niliwaahidi mama fulani na mzee fulani nitawatembelea, wamekupikia pilau, na ukikuta pilau ufurahie. Ndio ratiba ya mchungaji. Yaani hisia zako zinaenda hivi zinarudi hivi zinaenda hivi. Sasa nimemaliza mambo yangu, nimerudi nyumbani, nimefika pale nyumbani kwa furaha zote na mama anafurahi. Za uko salama, siku imeendaje? Salama. Nasikia ile harufu ya chakula niliyoomba nipikie. Ndiyo dokta, na nitaanza diet. Nimegundua mapato na matumizi hapa haviendani. Lakini kwa neema ya Bwana tukutane. Ukiniona mwakani nitakuwa mtu tofauti sana. Mama ananitazama, anadhani labda sabuni nimeweka kwenye ile begi ninalobebaga ujumbe wa malaika ya 3. Ananiambia sabuni ya mtoto iko wapi? Sasa hapo ndo naanza. Alafu unaona sura inaanza alafu unamwambia, unajua kilichotokea? Mtoto wa mama fulani aligongwa na bodaboda. Kwa kipindi hicho yeye anachoona tu ni kwamba huyu baba anajali mambo ya dunia yote isipokuwa mambo ya hapa ndani. Unawezaje sahau sabuni ya mtoto wako? Hivi unawezaje kusahau? Lakini na wewe unayenisikiliza, unawezaje sahau kwamba Mungu aliumba dunia kwa siku 6 na ya 7 akapumzika? Na wale ambao tulikuwepo nao pamoja, nilikwambia Mungu aliumba kwa utaratibu maalum. Tulisema siku ya kwanza alitenga nuru na giza. Siku ya pili akafanya nini? Akatenga maji ya chini na anga, maji ya juu. Siku ya tatu akafanya nini? Akatenga nchi kavu pamoja na nini? Halafu huku kwenye nchi kavu akaweka mimea. Siku ya 4 akafanya nini? Akaweka jua, nyota na mwezi. Siku ya 5 akafanya nini? Siku ya 5 akaweka ndege wanaotembea angani na samaki wa baharini. Halafu siku ya 6 akaumba wanyama pamoja na mwanadamu, akaniumba mimi. Tukasema siku ya kwanza alipoweka nuru na giza ilikuwa ni maandalizi ya siku ya 4 ya uumbaji, ambayo anaweka jua, nyota na mwezi. Kwa hiyo ile nuru, jua linawaka kwenye nuru, nyota na mwezi vinatawala usiku kwenye giza. Siku ya pili alipotenga maji ya chini na ya juu,
anga na maji. Alikuwa anaandaa kwa ajili ya siku ya 5 ya uumbaji, ili ndege watembee angani na samaki watembee baharini. Siku ya 3 anapotenga nchi kavu na maji na kuweka mimea, alikuwa anaandaa kwa ajili ya wanyama watakaoishi kondeni pamoja na wanadamu watakaoishi kwenye bustani ya Eden. Tukasema lakini uumbaji haukuishia siku 6, kuna siku ya 7. Siku ya 7 Mungu aliweka nini? Tukasema siku ya 7 Mungu hakuweka kitu. Siku ya 7 Mungu alijaa yeye mwenyewe ndani ya siku ya 7. Mwanzo sura ya 2 fungu la 1 na la 3, basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akabarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Wewe mwanadamu unawezaje kusahau kwamba Mungu aliacha vyote yeye mwenyewe, akajaza utukufu na baraka na utakaso kwa ajili yako na kwa ajili yangu? Hiyo siku ya 7 unawezaje kusahau? Dokta kwa wiki yote iliyopita ametuonyesha kwamba katika uumbaji Mungu alioufanya, kwenye kila kitu Mungu alichokiweka hapa duniani, ameweka muhuri wake wa namba 7. Ametuonyesha kisayansi, na huyu alikuwa anaongelea sayansi, akatuambia ya kwamba sio tu kwamba siku katika wiki ni 7 za uumbaji, lakini physics ina vipimo 7, upinde una rangi 7, chemistry ina makundi ya chembechembe zinazounda kila kitu kinachoonekana 7, biology ina viumbe wote hai wanaoonekana kwa macho, ukiwabagua kwa sifa zao unapata ngazi 7. Kwenye chakula tuna makundi 7 tu ya viini lishe. Kwenye geography tuna mabara 7, 6 wanaishi wanadamu, 1 hakuna wanadamu. Lakini mabara hapa duniani yako mangapi jamani? 7. Hakuishia hapo. Kwenye mziki akasema kuna skeli kuu ya muziki imeundwa na noti 7: do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ukiingia do umeanza ile ya kwanza, do, re, mi, fa, sol, la, ti, 7. Na hata uwe mbunifu kiasi gani huwezi kuongeza, ni hizo tu. Na ndipo siku moja tukifanya mazoezi, Bihene akatuonyesha, Pastor Bihene akatuonyesha quotation kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote iliyoandikwa na nabii wa Mungu Ellen White. Anasema Mungu ameweka chapa au alama yake isiyobadilika kwa uumbaji wote, na chapa hiyo ni Sabato. Yaani ukitaka kuiondoa Sabato, maana yake uondoe uumbaji wote. Unawezaje kulisahau hilo? How can you forget that? Hivi unawezaje kusahau kwamba katika amri 10, amri ya 4 inahusu Sabato? Na nimeisoma hapa, na ndio hiyo inayotuambia ikumbuke. Yaani kwamba sisi wanadamu eti tunaweza tukasahau mambo ya muhimu kama hayo. Tunasahau mambo yanayotuhusu uwepo wetu hapa duniani. Na ukitazama vizuri, hiyo amri ya 4 inayoongelea ikumbuke siku ya Sabato, itakase siku 6, ufanye kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa aliyemo ndani ya malango yako wala mnyama wako wa kufugwa, hata mgeni aliyemo ndani ya malango yako. Kwa nini? Maana kwa siku 6 Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vijazavyo. Siku ya 7 Sabato akapumzika, akastarehe.
akaibarikia na kuitakasa. Ukitazama vizuri kabisa hilo fungu linalotoka kitabu cha Kutoka sura ya 20 linaendana kabisa na fungu tunaloliona kwenye Ufunuo sura ya 14 fungu la 6 na la 7. Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu. Mtu mmoja aliwahi kuniuliza, wewe pastor, wewe mbona ukihubiri unahubiri kwa kelele? Nikawaambia, kwa sababu hata malaika wa kitabu cha Ufunuo alisema kwa sauti ya namna gani jamani? Kuu. Hakuwa ananong'ona, hakuja anabembeleza jamani. Alisema kwa sauti kuu. After all, niwaambie, hii dunia inakwenda kuchomwa moto. Na moto ukiwa unawaka nyumbani, hunong'oni, jamani tokeni, moto jamani tokeni. Kama moto unawaka, unapiga kelele na yowe, unawaambia tokeni. Na ninapiga kelele nikiambia dunia, siku inakuja, hii dunia itachomwa moto. Tokeni kwenye dunia hii ya dhambi. Hata hivyo, si Isaya inatuambia piga kelele, paza sauti. Malaika naye Ufunuo 14 fungu la 7 akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi. Kutoka 20 fungu la 11, maana kwa siku 6 Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari. Kutoka 20 fungu la 11, maana kwa siku 6 Bwana alizifanya. Kuna muunganiko kati ya kuja kwa Yesu mara ya pili na Sabato. Huwezi kuvitenganisha. Unawezaje kusahau? Unawezaje kusahau ya kwamba Mungu alipowatoa wana wa Israel Misri, aliwafundisha kuitunza Sabato. As a matter of fact, aliwalazimisha kuitunza Sabato. Rarely Mungu analazimisha watu, lakini aliwatengenezea mazingira ambayo wapende wasipende wataitunza. Kutoka sura ya 16 fungu la 21. Basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama kwa ulaji wake alivyokuwa, na hapo jua lilipokuwa ni kali kikayeyuka kile walichokuwa naokota, maana hiyo. Basi siku ya 6 wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi 2, na wazee wote na makutano wakaenda na kumwambia Musa. Akawaambia, ndiyo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia jiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Fungu la 24. Basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Ukisoma pale juu pale, wale ambao walikuwa wanaokota kingi kuliko uwezo wao wa kula, walikuwa wakikiacha kikalala kinaoza. Lakini wakiokota siku ya 6 kingi, kwa sababu wameokota na cha Sabato, hakikuoza. Sijui kwa nini hausemi amina. Fungu la 25, Musa akasema, haya kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni Sabato ya Bwana. Leo hamtakiona nje barani. Siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni Sabato. Siku hiyo hakitapatikana. Ikawa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kuokota wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria yangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo Sabato. Kwa sababu hii huwapa siku ya 6 chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya 7. Basi hao watu wakapumzika siku ya 7. Mungu aliwaambia, jamani, kwa siku 6 chukueni kinachowatosha.
Ukijifanya mulafi unataka kuwekeza zaidi ya unachotoa, vitaharibikia ndani. Dokta, leo umetupiga penyewe bwana. Japo umetutia moyo mimi na Regan kwamba tutaenda mbinguni, lakini basi tutafanya kitu kwa utukufu wa Bwana. Kila siku okoteni kinachowatosha, lakini siku ya 6 okoteni double portion. Okoteni cha leo na cha kesho. Kwa nini? Kwa sababu kesho ni Sabato. Mungu mwenyewe amestarehe, amepumzika. Anachotoa siku hiyo ni baraka na utakaso. Hatoi mikate siku hiyo. Sasa hawa jamaa walikuwa ni watumwa. Kumbuka watumwa hawaelewi kirahisi, ni mpaka wapigwe mijeredi ndio wanaelewa. Walivyopewa tu tangazo wakaona Musa anazingua huyu, mbona anataka kutubanabana. Kuna miamba. Siku ya 5 na ya 4 na ya 3 wakaokota mara 2 zaidi, kikaharibika. Halafu kuna miamba ambayo ilikuwa upande mwingine. Wenyewe siku ya 6 wakaokota cha siku ya 6, wanasema kama leo kimeanguka na kesho kitaanguka. Wakatoka nje. Mzee, walishinda njaa. Walishinda njaa, maana mwenye Sabato hana biashara ya kutoa mikate siku hiyo. Biashara yake ni kutoa baraka na utakaso. Sasa unawezaje kusahau jamani? Hivi unawezaje kusahau ya kwamba kuna baraka katika kuitunza Sabato? How can you forget? Unawezaje kusahau kwamba kuna baraka za neno la Mungu katika kuitunza Sabato? Isaya sura ya 58 fungu la 13 na 14, kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Sikia fungu la 14, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimeanena hayo. Sio Pastor Baraka. Hizi baraka za Sabato ni za Mungu mwenyewe. Anawaambia ukiitunza Sabato, ni baraka niliyompatia Yakobo, hata wewe nitakupatia. Yakobo alipata mbaraka gani? Moja ya mbaraka mkuu aliyoupata Yakobo ni kukutana na Mungu uso kwa uso pale kwenye mlima Penueli. Mungu anasema utakapoanza kuitunza Sabato, nitakutana na wewe. Nani anatamani kukutana na Mungu? Nani anatamani kukutana na Mungu? Punga mkono juu kama unatamani. Kama unataka kukutana na Mungu, moja ya mbaraka wa kuitunza Sabato ni kukutana na Mungu. Na wale wanaomheshimu Mungu na amri yake, wale wanaoitunza Sabato, siku yaja nayo ni karibu, uso kwa uso utakutana na Mungu. Waimbaji wakasema uso kwa uso, hakika siku ile furaha, shangwe tele, tukimuona Mwokozi. Tutamuona Mwokozi huko kwetu mbinguni. Haleluya. Mbaraka mmoja wapo ni Yakobo alikutana na Mungu uso kwa uso. Yakobo alibadilishwa jina. Mbaraka wa kuitunza Sabato ni kupata badiliko la maisha. Yakobo alipatanishwa na ndugu yake. Mbaraka wa kuitunza Sabato unakuja na upatanisho. Wale ambao mlikuwa muongei, munaanza kuyaachia mabifu na kusalimiana katika jina la Yesu. Yakobo alipata utajiri. Alipata utajiri, nimesema. Yakobo alikuwa ni tajiri. Na kuna watu tukiwaambia utajiri wanaogopa, maana wanaamini utajiri unatolewa na shetani. Freemason nini na nini. Ngoja nikwambie, yupo Mungu anayebariki watu wake. Yakobo alipata utajiri. Lakini zaidi, Yakobo alipata utakaso. Maana siku ya Sabato Bwana alipumzika, akastarehe, akabariki, akatakasa. Ukikutana naye kwenye siku ya Sabato, utapumzika, utastarehe,
utabarikiwa, utatakaswa. Haleluya. Sasa unawezaje kulisahau hilo kwamba sabato ina baraka ndani yake? As a matter of fact, Marko 2:27 mpaka 28 Biblia inasema akawaambia, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Unajua kuna watu wanaitunza sabato kana kwamba ni mzigo lizito, ni siku ya kununa, ni siku halo. Hawapo hapa Njombe, wapo kule ninakotoka. Hapa hawapo, hapa nimewaona. Wa hapa wanatabasamu. Kuna wazee, sabato ni siku ya serious business. No joke. Kuna matani. Watoto wakicheka cheka, hey, mnacheka nini na sabato nyie? Hey, jamani. Vijana, tunaenda kufanya matendo ya huruma, tusaidie. Hey, sabato leo mnafanya matendo ya huruma. Hata watu wakila kamenyu kazuri, jamani, siku ya sabato mnakula vizuri. Sabato, Biblia inasema sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilipewa ili wewe uenjoy. Sabato ulipewa ili upendeze, utokeleze, ung'are, ufurahi, ule vizuri. Sabato ni kwa ajili ya kutembelea majirani na kuambia leo nimekuja kuwaombea kidogo. Sabato ni siku ya kubeba matunda na kwenda pale General Hospital na kuambia wagonjwa ninaleta tumaini lenye baraka. Kwa sababu sabato sio mzigo. Sabato iliwekwa kwa ajili yangu. Sikuwekwa hapa kuitumikia sabato. Sabato iliwekwa ili mimi na muumbaji wangu tuenjoy. Na kama huna karama ya kuenjoy, haya mambo ya sabato hayakuhusu sana. Maana kuna watu mateso ni karama yao. Sasa sisi tutakusaidiaje? Halafu anamalizia pale fungu la 28. Anasema na mwana wa Adamu, yani Yesu Kristo, ndiye Bwana wa sabato. Kumbe sabato sio ya mchungaji Baraka. Kumbe sabato sio ya wakanisa la Waadventista wa sabato. Kumbe sabato sio ya Wayahudi. Yesu Kristo mwenyewe, mwana wa Adamu, yule Adamu wa pili tuliyejifunza, yeye ndiye Bwana wa sabato. Unawezaje kulisahau hilo? Hivi unasahauje kwamba sabato sio siku tu? Maana kuna watu wanadhani sabato ni siku tu, ni swala la siku. Yani kuna mtu anaamini kabisa sabato is just a matter of days. No. Sabato sio issue ya siku tu. Sabato ni zaidi ya siku. Unawezaje kulisahau hilo? Ezekiel 28. Ezekiel 28. Sasa tangia nimeanza kuona net event Pastor Singo, sijawahi kuona mhubiri amehubiri mpaka akavua koti. Lakini leo Njombe pamekuwa pamoto. Sijui ni somo, sijui ni joto, sijui ni mimi, lakini jamani hapa ninaungua. Na nataka niwahakikishie ubora wa ubiri havihusiani na koti nilovaa. Kwa hiyo mniruhusu tu nisiendelee kuteseka. Maana hata hivyo jamani nimeimaliza pumziko la sabato na sabato ilitengenezwa kwa ajili yangu. Kwa hiyo kama hamtakwazika wana Njombe, kama hamtakwazika wana Njombe, tayari kuna mama ameanza kununa. Unawezaje kusahau kwamba sabato sio siku tu? Ezekiel 20 fungu la 12 mpaka la 20. Biblia inasema tena, sikiliza, niliwapa sabato zangu ziwe ishara. Niliwapa sabato zangu ziwe ishara. Tafsiri nyingine inasema covenant. Niliwapa sabato zangu ziwe agano, ziwe covenant, sio swala la siku tu, ni swala la maagano kati ya Mungu na mwanadamu. Tena anamalizia kusema ni agano la nini sasa? Niliwapa sabato zangu ziwe ishara, ziwe agano kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Sabato ni agano la utakaso, ni agano la kuwekwa huru, ni agano la msamaha, ni agano la kusafishwa. Sabato sio swala la siku tu, ni swala la Mungu kuweka miadi, kuweka makubaliano, kuweka mapatano na mwanadamu ya kwamba nimekuwekea hii siku
ili nikutakase. Haiishii hapo. Hiyo Ezekieli sura ya 20, unaposoma fungu la 20, sikiliza neno linavyosema. Zitakaseni sabato zangu, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara, zitakuwa covenant, zitakuwa agano, zitakuwa miadi, zitakuwa makubaliano kati ya mimi, na anayeongea hapa ni Mungu, na ninyi wanadamu, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Sabato sio siku tu. Sabato ni makubaliano yanayosema yuko Mungu mbinguni na mimi ni mwanadamu. Mungu ninamwabudu na yeye ananibariki. Ninatubu dhambi zangu na yeye ananisamehe. Ninaanguka mbele zake na yeye ananiinua. Nikichoka ananibeba. Sabato sio siku tu. Sabato ni makubaliano ya kwamba Mungu ni wangu na mimi ni wake. Unapo ikataa sabato, hujamkataa Mungu tu, hujaikataa siku tu, umemkataa Mungu mwenyewe. Maana ndiyo makubaliano yanayosema wewe ni Mungu na mimi ni mtoto wako. Unawezaje kulisahau hilo? Unawezaje kulisahau hilo? Hivi unawezaje kusahau wewe? Hebu mgeukie jirani yako afu mshangae kidogo, wala hata usimpe tabasamu. Mgeukie jirani yako mshangae kidogo, mtazame jicho la mshangao, halafu mwambie jirani, o jirani, hivi unawezaje kusahau wewe? Mshangae kidogo, anawezaje kusahau yote haya? Hivi unawezaje kusahau ya kwamba Yesu mwenyewe akiwa hapa duniani aliitunza sabato? Luka sura ya 4 fungu la 16, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa Yesu huyo. Siku ya sabato akaingia katika sinagogi. Haleluya! Hakuingia siku nyingine. Huyu Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, huyu aliye mfano wangu, huyu aliye kielelezo changu, huyu aliyekufa ili mimi niwekwe huru. Biblia inasema siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe huyu Yesu wangu desturi yake ni kuenda kwenye sinagogi. Sasa kama hiyo ni desturi ya Yesu, wewe mla maparachichi ya Njombe, wewe, Yesu desturi yake ni kutunza sabato, halafu mla migebuka fulani huko Kigoma unawezaje kulisahau hilo? Ngoja nikwambie, Yesu alikuja hapa duniani ili atuonyeshe mfano wa kuishi maisha ya utauwa, na sehemu ya maisha ya utauwa ni kuitunza sabato. Unawezaje kusahau kwamba wanafunzi nao walitunza sabato? Maana wapo watu wanaosema Yesu sabato iliishia msalabani, alipokufa mambo ya sabato yakaisha. Baada ya Yesu kufa, kufufuka na kwenda mbinguni, wanafunzi wake waliotembea naye wakala naye waliendelea kuitunza sabato. Unalisahauje hilo? Pastor, una ushahidi wa kibiblia? Matendo sura ya 13 fungu la 42 mpaka 44. Na walipokuwa wakitoka, wakawasihi wawaambie maneno haya sabato ya pili. Sinagogi lilipofumuka, Wayahudi na waongofu, hawa sasa waongofu ni Wakristo, watauwa wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao wakisema nao wakawatia moyo kudumu katika neema ya Mungu. Fungu la 44, hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Matendo 16:13, na kupatia tu ushahidi na kukumbusha tu.
Unawezaje sahau kwamba wanafunzi nao walishika sabato tena baada ya Kristo kuondoka hapa duniani? Matendo 16:13. Hata siku ya sabato, Paulo anasema tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali, tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana mahali pale. Unawezaje kusahau? Yesu aliitunza sabato. Wanafunzi wake hata baada ya msalaba waliitunza sabato. Unawezaje kusahau? Hivi unawezaje kusahau kwamba siku ya saba ndiyo sabato? Au unawezaje kusahau kuzihesabu siku? Au unawezaje kushindwa kuitambua siku? Maana kuna watu wanasema, ninajuaje kwamba Jumatano ndio sio sabato? Ninajuaje kwamba Alhamisi sio sabato? Na mimi ninachukua tu mfano mmoja kwa sababu ya muda wangu umeisha. Ninakupa mfano mmoja tu, na huu mfano ni msalaba. Msalaba utakusaidia kuijua siku gani ni siku ya saba. Na ukitaka ushindi wowote, nenda kwenye msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka ushindi wowote unaenda wapi jamani? Kwenye msalaba. Na ukitaka kuijua siku ya saba ni ipi, unaenda wapi? Msalabani. Luka 23 fungu la 54 mpaka 56. Tunaongelea siku Yesu alipouawa hapa. Na siku Yesu aliyouawa ilikuwa ni siku ya maandalio. By the way, niwaulize Wakristo wote, Yesu alikufa siku gani ya juma? Wale tunaosherehekea Pasaka, jamani, ile siku ya Ijumaa ndio tunaita Ijumaa Kuu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ndio alifanya nini? Alikufa. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia. Na tulipojifunza uumbaji tulisema kwamba siku inaanza jioni, maana kila siku ya uumbaji Mungu anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Hii siku inayoitwa siku ya maandalio ndio siku sabato ilianza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Fungu la 56, wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Ijumaa Yesu amekufa, wanasema sabato imeingia, tumeandaa manukato, ngoja tustarehe. Unapofika Luka 24 fungu la 56 la Luka 23 ndio fungu la mwisho. Unapoenda Luka sura ya 24 fungu la kwanza, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioyaweka tayari siku ile ya maandalio. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Haleluya! Wameenda siku ya kwanza ya juma kaburini wampake Yesu manukato, wanakuta jiwe limeviringishwa liko mbali na kaburi, maana Yesu amefufuka na hayupo katika wafu. Sasa kama Yesu alifufuka siku ya kwanza, na tunakubaliana kwamba siku ya kwanza au siku Yesu aliyofufuka ni Jumapili, si tunakubaliana hiyo? Si ndio hiyo tunayokubaliana kwamba Yesu alifufuka siku ya Jumapili? Kama hiyo ndio siku ya kwanza, si ni hesabu rahisi. Mimi nasema siku ya kwanza, wewe unataja siku. Siku ya kwanza ilikuwa siku gani? Siku ya pili? Siku ya tatu? Siku ya nne? Siku ya tano? Siku ya sita? Siku ya saba? Siku ya saba? Siku ya saba? Unawezaje kulisahau hilo? Hivi unawezaje kusahau kwamba kumbukumbu ya kafara ya Kristo sio kubadili siku ya ibada? Maana kuna watu wanaosema, mimi pastor huwa ninaabudu siku ya Jumapili kwa sababu ninakumbuka kafara ya Kristo na ushindi wake dhidi ya mauti na kifo. Kwa hiyo kwa kuwa alifufuka siku ya Jumapili, na mimi nataka nimwabudu Mungu siku hiyo. Unawezaje kulisahau hilo? Kwamba ukitaka kukumbuka kafara ya Kristo huhitaji kubadilisha siku.
Ukitaka kukumbuka kafara ya Kristo unafanyaje? Wakorinto wa kwanza sura ya 11 fungu la 23 mpaka 26. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 fungu la 23 mpaka 26. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alioletewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu uliowekwa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Sikia fungu la 26. Maana kila mlwapo mkate huu na kukinywea kikombe hii, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa hiyo ukitaka kucommemorate, ukitaka kukumbuka kafara ya Kristo na kusherehekea ushindi wake dhidi ya kifo na kaburi, hauhitaji kubadili Sabato, kula mkate wa meza ya Bwana, kunywa divai isiyotiwa chachu ya meza ya Bwana. Na neno linasema unapokula mkate unaukumbuka mwili wake uliopigwa kwa ajili yako. Unapokunywa divai unaikumbuka damu yake iliyomwagika kwa ajili yako. Na hivyo ndivyo unavyoikumbuka kafara ya Yesu Kristo, kifo na ufufuo uletao ushindi, ambalo ni tumaini lenye baraka. Unawezaje kusahau hilo jamani? Yani how can you forget that? How? Unawezaje kusahau hilo? Nimalize na la mwisho. Hivi unawezaje kusahau ya kwamba Sabato ilianza kabla ya dhambi pale Edeni? Tumesoma Mwanzo sura ya 2. Na Sabato itakuwepo hata mbinguni. Unasahauje hilo? How do you forget that? Kwamba Sabato haiishi duniani hapa tu. Sabato ni hata mbinguni. Jamani, Sabato ni hata mbinguni. Sabato sio matokeo ya dhambi. Sabato haikuja kutatua tatizo la dhambi. Sabato ni mfumo wa Mungu mwenyewe ambao ameuweka kama chapa yake kwenye kila kitu. Ndio maana sio swala la duniani tu, hata mbinguni Sabato hata mbinguni inaheshimika. Pastor, mbona hiyo kama vile hiyo unataka kutupanga hapa? Isaya sura ya 66. Na mimi niliwaambia ukitaka kumjua mhubiri wa neno la kweli na neno la Mungu, waenende. Kwa nini jamani? Na nini? Kama hayo hayamo ndani yao, hapana asubuhi ndani yao. Mimi kila ninachokwambia nitakupatia na fungu linalo support. Sijaja hapa kusema maneno yangu, nimekuja hapa kusema ujumbe wa neno la Mungu. Isaya 66 fungu la 22. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya. Wangapi wanaisubiria mbingu mpya na nchi mpya? Wangapi wanaisubiria mbingu mpya na nchi mpya? Unajua, ukisoma Ufunuo sura ya 21 ndio tunaambiwa huko kwenye mbingu mpya na nchi mpya hakuna machozi, hakuna vifo, hakuna matatizo, hakuna majanga. Mungu mwenyewe atakuwa pamoja na watu wake, na hawa watu watakuwa pamoja na Mungu wao. Wangapi wanaisubiria nchi mpya na mbingu mpya? Sasa Biblia inasema katika Isaya 66:22, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokuwa. Sikia fungu la 23, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato, na Sabato hata Sabato, na Sabato hata Sabato. Wanadamu wote, sio wa Sabato peke yao, wanadamu wote, sio wachungaji peke yao, wanadamu wote, sio Wayahudi peke yao, wanadamu wote watakuja mbele zangu, asema Bwana. Unawezaje kusahau kwamba Sabato ni hata mbinguni? Unawezaje kusahau hilo? Kwamba Sabato sio swala la dunia hii tu, hata mbinguni. Ninauliza kwaya ya Baruti, njoni. Ninauliza, je, yuko mtu hapa anasema kuna mambo nilikuwa nimeyasahau?
Kuna mambo nilikuwa nimesahau kwamba sabato sio mzigo, ni siku imetengenezwa kwa ajili yangu. Nilikuwa nimesahau kwamba sabato ni agano, sio swala la siku tu ya ibada. Kuna mambo nilikuwa nimeyasahau. Lakini leo namshukuru Mungu amenikumbusha. Kama uko hapa, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Unasema kuna mambo nilikuwa nimeyasahau. Kwaya Baruti wamekwisha enda? Wapo. Unawezaje kusahau? Unasema Mungu, ninashukuru leo umenikumbusha. Ninashukuru leo umenikumbusha. Bwana akubariki kwa kukumbuka. Bwana akubariki kwa kukumbuka. Bwana akutendee mema. Bwana akutendee mema. Wainjilisti kule vituoni, huu ndio muda wa kuanza kufanya wito. Wachungaji kule vituoni, huu ndio muda wa kufanya wito, maana watu wamekumbuka. Bwana ametukumbusha leo. Na hubiri la kesho, kabla sijasahau, unajua kuna mtu kesho hana mpango wa kuattend net event. Hawa watu wa Baruti jioni ya leo watakuwa na Dar es Salaam, kesho watakuwa wamechoka, hawana mpango wa kusikiliza mahubiri. Yaani ni bora ungekosa hubiri la leo kuliko la kesho. Maana hubiri la kesho linasema naomba nikukumbushe. Naomba nifanye nini jamani? Hiyo ni kesho. Hebu mtazame jirani yako, mpe tabasamu sasa. Hii ni ya kesho, usimtazame kwa mashaka, mpe tabasamu. Mwambie jirani, o jirani, naomba nikukumbushe. Hiyo ni kesho. Hiyo ni kesho hiyo. Lakini leo tumeacha kusahau. Kwa hiyo wainjilisti kule vituoni, wachungaji kule vituoni, wazee wa makanisa kule vituoni, huu ni muda sasa wa kuanza kutoa wito. Sisi hapa tutaomba na sisi hapa tutaendelea, japo hatutakuwa hewani, tutaendelea. Nyie nanyi endeleeni, maana leo watu waliosahau wamekumbushwa kwamba sabato sio tu swala la siku. Sabato ni ishara inayomfanya mwanadamu akiri kwamba mimi ni wa Mungu na Mungu ni wa kwangu. Kwamba sabato sio tu kitu kilichoumbwa na wanadamu na kutungwa, ni kitu ambacho Yesu Kristo mwenyewe, mwana wa Mungu aliyeishi huko mbinguni, aliitunza na kuishika. Kwamba sabato sio kitu ambacho kiliondolewa, maana hata baada ya kifo cha Yesu Kristo bado wanafunzi wake waliendelea kuishika sabato. Kwamba sabato haikubadilishwa kwa kufufuka kwa Yesu mara ya pili, ya kwamba kama tunataka kusherehekea ushindi wa Kristo na kafara yake, hatusherehekei kwa kubadilisha siku ya ibada. Tunasherehekea kwa kula meza ya Bwana, mkate pamoja na divai, na tunapofanya hivyo tunakumbuka mauti yake na ushindi wake. Leo tumekumbushwa. Leo tumekumbushwa. Na hata wapo watu hapa, naona tu hapa wengi hapa, wapo watu hapa walikuwa wanajaa makanisani siku ya sabato, wakasahau kwamba sabato ni kwa ajili yao, sio mzigo. Leo wamesimama. Bwana awabariki. Tutaanza kuita wito. Lakini kabla ya kuita wito, nitatoa ombi la baraka ili kule vituoni nao waendelee kuita wito. Na sisi tutaendelea kuita wito hapa. Wana Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia katika vituo, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mwenyezi Mungu awapatie neema ya kukumbuka agano lake na ninyi watoto wake. Hii wiki tunayokwenda, hii wiki tumeshakanyaga siku ya kwanza ya juma, maana jua limezama. Hii wiki tunaomba ikawe wiki ya baraka, wiki ya mafanikio, wiki ya ushindi, wiki ya kufunguliwa, wiki ya miujiza, wiki ya uponyaji katika jina la Yesu. Tumaini lenye baraka.